Tafadhali tuendelee tukiongea ndio tuanze kuangalia tuone tunaendaje, are we progressing ama tunarudi nyuma. Na ni ya muhimu sana tukae tukiongea na tukae tukiangalia na kuona nchi tunaipeleka kwa njia gani, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa Kenya. Na nikumbushe watu, hakuna pahali watu wanaenda, watu wako Kenya. Na Kenya hii si ya mtu moja ama wawili ama watatu wanne. Nchi hii ya Kenya ni yetu sisi wote ambaye tuliumbwa na Mungu. Na tukaambiwa hii watu ni wa Ukambani, kaambiwa wengine sasa nyinyi ni Mungu aliumba, nyinyi mtakaa Mombasa, utapenda Mombasa, utakuwa mkikula nini, ingawa hata kama mko Mombasa mko subtribes mingi, ile mko na huko mko na bila tofauti, misemo mazungumzo ni tofauti. Nasema ukisema Ukambani, waliumbwa akae Ukambani na Mungu akawapa huko, wale wako Central wakapewa na Mungu akae huko, na watakuwa akifuga nini, na watakuwa akikaaje, watakuwa akiongea lugha gani. Ikateremka ikaenda mpaka Samburu, ikaenda sehemu zingine mpaka Lodwar, ikaenda mpaka Pokot, ikaenda mpaka Keyo, ikaenda Kitale, ikaenda Eldoret, ikakuja Kericho, Nandi, Kakamega, Bungoma. All these things were created by God. First, wakati tunapigana na tunakosana kwa sababu ya ukabila, tujue najaribu kukosoa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alituumba kwa njia hiyo. Na mimi nimeona tukienda kwa jukwaa tunazungumza sana mambo ya ukabila sana, na kulaumu kabila hii, kabila hii, kabila hii kwa unafiki. Hatutaki kutaja jina, lakini tunataja watu kwa unafiki, kwa unafiki, kwa unafiki. Watu wamejua kutabiri yale mambo yanazungumzwa na yale mambo yanaendelea. And according to me, hatujegi Kenya sasa ni kubomoa. Yale mambo tuko naye hapa ni mambo nyeti mengi sana tunahitaji kuangalia. Lakini hatuwezi kuwa kwa platform tukienda ni kuongeza moto. Kuliko kupoesha moto ni kuhakisha moto zaidi. It is unfortunate. Kuna watu waone ati kuna kesho. Kuna watu waone ati siku moja tutakuwa mbinguni. Kuna siku moja watu haelewi uongozi huu uko wapi na tunaenda wapi. Tunaweka mambo yote ile ya muhimu kuzungumzia mambo ya employment, mambo ya Gen Zs, hawana kazi, how can we create job? Tutaweza kufanya mnai kwa Gen Z, wanatoka milioni kadhaa every year, wanatoka university. Ni nani wanasomesha hawa watoto? Ni sisi wazazi wana Kenya. Tunasomesha kwa sababu gani? Ya future. Then automatically we need to know, wakati hawa watoto wakitoka university hawana pahali ya kwenda, is a problem. Na ndio imefika sasa, umeona imeanza kuwa sasa they are going head on, kwa sababu hakuna employment. Tukienda kwa jukwaa kuliko kuzungumza mambo hayo ya employment, tunaenda kwa kifua. Wengine tutakaa miaka ngapi kwa uongozi? Wengine hawa nyinyi mgoje. Wengine nyinyi wanatukanwa namna hii. Tunaenda kufika mpaka kutafuta kuliko kutafuta employment, tunaenda kutafuta mungeke. Atawakuje wa paralyze. Why do we use criminals? Why do we use criminals if we need peace of this country? Why do you want people wawane kwa nchi hii moja tukipigania uongozi? What is it for? Hakuna maana. Ninaona tukienda kwa mkutano, wanataka sana wakuwe pahali rais yako kwa mkutano. Ndio waonekana wakiwa hero, waonekana wakitetea mkubwa,
na hao ndio wanamaliza mkubwa. And nimesema several times, Your Excellency, the surrounding people, they will mess you. There will be a big problem in this country. And one day, it's going to affect Kenya, and it's going also to affect you. And all of us, we are going to be in the problem. Kwa sababu wanataka wakuje mbele yako, wazungumuze mambo, kuliko wewe unakuja kwa agenda zako za development, what you are doing in this area, which is good. Unasema hii itafanywa hapa, hii mimi nafanya hapa, which is very good. Lakini kama hujasema, wale wanakuja mbele yako kwa matusi ndio wengi. Sasa hata ukileta mambo mazuri na project, it will not have any value. Wacha nikukumbushe, siku moja niliambia Moi, when I was chairman of KANU, alitaka sana niwe na mtindo wa kutukana watu wa milima sana, Kibaki na kutukana Jenga Karume. Alipenda sana. Mimi nikiwa kijana nikamwambia, mimi ni kijana mdogo, even if I'm the chairman of KANU, but let me tell you, I know people ya milima. Ukienda ukute mgonjwa kabisa karibu kukufa, na una dawa ya kuponesha ugonjwa yake, na umutukane na umwambie mambo haya yote, utamwambia kama ile ilizungumzwa na mjumbe huyu wa Garissa, kunywa hii dawa, ama ukue kama nini ya mama yako, sijui ukue nini. Mkikuyu atasema wacha nife, sitakunywa hiyo dawa. Na Moi akaniambia umesema kweli, because mimi nazungumzaga ukweli. Ndio alienda akatafuta Kihika Kimani. I'm saying the history, and Your Excellency, you know this. Na watu wa Kenya wanajua hii kisema what I'm saying. Katafuta Kihika Kimani. Niko chairman ya KANU, Kihika ni wa DP, lakini kwa sababu ni mtu wa kutaka pesa, alikuwa anapenda pesa sana Kihika, akakuwa engaged. Sikizeni sana. Mimi nikakataa matusi. Kihika akakuwa engaged na yako DP, na mimi niko KANU. Hakuwa ni kama yeye anaongoza mikutano ya KANU. Kazi yake ilikuwa kutukana Jenga Karume, kutukana Kibaki na watu wa Central. It is in the clip. I'll get you the clip. Ama wale mnasikiza mtafuta hizo clips. Akatukana Jenga Karume, Kibaki, watu ya milima baya sana. Na Moi was enjoying that. Alikuwa tu anacheka. Akawatukana, but they did not come in KANU. They said let's die. Na wako kuja KANU. Until Kihika died. Very miserable life. He died. Wale walimtumia wote, Moi na watu wa Rift Valley wote wale walimtumia. Nobody came in the funeral. Hakuna. Na mimi nilimwambia wewe, wacha matusi ya watu ya Central, kwa sababu hawa ndio watakuzika. Sometimes nasema kama mtabiri, na muangalie muone hiyo mambo tunasema ni kama kutabiri na tabiria nyinyi. Msisahau, msikuwe kama ngeli ya kusahau. Nobody came in the funeral of Kihika Kimani. It was only me as a young person being KANU. Nilienda kuzika yeye. Tulikuwa na Profesa Karanja. Na nikapembeleza sana Jenga Karume, akakubali kukuja. Nikapembeleza Uhuru sana, walikuwa watu wamekataa, wakakubali kukuja. I want to give an example. Your Excellency, hiyo haikukataza Kibaki kuwa president. Hiyo haikukataza mambo yale tulikuwa nataka kuwa chief iwe achieve. I'm telling you that, Your Excellency, because the problem you have wewe mwenyewe sasa, wewe uko na agenda na project na dream yako, ile dream you want to build this country. You had a dream. Lakini sasa ukipea watu kama Kimani Ichung'wah anakuja hapo mbele, anakuja anasema na ni kwa watu wengine Bungoma, anaenda kutukana nini Natembeya, na anasema hivi
nikumbushe kama hukushika mzuri, anasema hivi, ati wewe anatembea na hiyo serikali mlikuwa naye, past government, hii ndio mlikuwa naua watu na kupeleka watu Yana River. I want to ask you, Your Excellency, when he says that Kimani as is in front of you, na wewe ulikuwa kwa hiyo serikali na Uhuru alikuwa kwa hiyo serikali, ninatembea anatukana ama ni wewe anatukana ukiwa na Uhuru na mko pamoja? Sasa ni nani? Na hata yeye alikuwa kwa serikali gani? Sasa the question, ninatembea anatukana ama ni wewe, Your Excellency, kwa sababu ulikuwa deputy president, ama ni Uhuru kwa sababu ulikuwa president? Sasa mko pamoja na hata yeye. What I'm trying to say, unakuja na watu ambao hawajijui, even they don't know the statement of what the statement they are giving. Let me tell you, Your Excellency, tuliomba kura na wewe kwa unyenyekevu. Even this vote ile iko mbele ya wana Kenya, wengine wakisema mpaka wataiba kura, lazima sijui uende miaka ngapi, although you said you are not interested with that, and I was happy for that statement, kwa sababu Mungu ndio upeana. Lakini kama hiyo ndio watafanya na wanataka tena wawe wakuwekee mzigo ya wewe kuomba kura, wanaenda kuomba ile watu walitukana, au ulituwaka Maalim anasema kama ni yeye apate nguvu angekuwa anaua jinsi 500 every day. And you have heard that, Excellency. Juzi anawatukana ati kiti ni ya mama yako ama ni ya, you know, those language ile watu wanaongea na wako kwako hapo mbele. Then they are making the government to lose structure on the ground kabisa. Wanafanya serikali na kuwa watu wataki kusikia mambo ya serikali. It's just because of the surrounding. Na hao watu wote wako mbele yako. Let me tell you properly, maybe you have not worked on this, kuangalia ni nini. Maalim anajua ako na shida, and I'm sure ako kwa list ya ICC kwa sababu ya ile structure na matusi aliyo sawa. Atajibu njia ya kuua youth kwa sababu ako kwa serikali. So baada ya kuona alifanya makosa, sasa atafute njia ya kujitetea. Niliona mtu mwingine akiwa mbele yako pia akiongea, Kimani Ichung'wah. Why don't you tell them, uambie Kimani, kama unataka kunisaidia hiyo mambo nazungumuza, enda Kiambu, enda Murang'a, uongee hayo mambo. It's just a psychophone. Natafuta tu ile kitu wataweza kukula na ile wataweza kudanganya wewe wapate nafasi ya kuiba. Hakuna kitu kingine wako naye, hiyo ni moja. Kuna huyu jamaa mwingine wa Tiaty, MP wa Tiaty. MP wa Tiaty amekusumbua, na unajua alikuwa na fund mpaka na pesa ya CDF kununua bunduki watu ya kwake wauane. It is open, it is in the record, it is with the police, the file. Everybody knows that. Sasa amepata pahaji ya kujisafisha, kuja kwako kuattack other people. Kuna huyu mwingine alifungwa miaka 74. He has confessed to me and I have recorded before. Ni nani alimsaidia ndio hiyo kesi iende chini? It was not you. It was somebody else who helped him. And he confessed how he was helped by that person. Saa hii ndio wako frontline ya kupiga Gachagua na wale watu walimsaidia. It's just for the survival because of the case. It is going on appeal. So in fact, the 74 years judge knew what he was doing. Because hangekuwa anaongea hiyo mambo ya kupiganisha as he is doing now. Many people who have criminal offenses and criminal files, even some governors who have criminal files,
They are just there for now, and I'm telling you they will not be with you the last minute because they want to cover their cases, their criminal record, they are stealing. Na wote wana mambo ingine, mambo ya Gachagua. Mambo ya Gachagua imeisha, imeenda milima, mambo ya milima imekwisha, sasa imeteremka kwa Kenya mzima. A problem of mtu mmoja wewe na your deputy president, former deputy president, it have now trickled down. And I told you in my clip several times, when this thing you clip down to the people, tutashindwa control. Sasa imeenda chini. Let me give an example. Yesterday nilikuwa faction ya Chebor, MP wa Rongai. My good friend, mefanya kazi na yeye mingi sana. I did not go because of others who are there. They were the guests, but I went because of Chebor. And after going there, the nonsense which came with the MP of Mogotio, sijui Kiborek, sijui anaitwa nani, young boy, yule nyembamba kama miti, anakuja kuataki mimi in the church, and me I was talking about peace in the Rift Valley, how we should stay together. We should not forget 2007 we had a problem. Tuchunge sana tusigawanywe na hii siasa, tuingie kwa mtego wa ukabila. That's what I talked. And I talked about the church. Yeye anasimama kuniattack. Wewe ngojini mtu yako Gachagua, wewe ndio alileta jinsia akitaka kupindua serikali. Now, those politics imetoka wapi? They don't know even where to talk what or where not to talk. He thought because the members who are there, they were Kalenjin. He forgot in the same church, Kikuyus, they were there. The supervisors of Gachagua, Kalenjin, they were there. Other tribe Kisii, other tribal lawyers, they were there. And he could not fear. And I thank Selima, MP of Mogotio. He wanted him and he said, I know Ngojiri and you have worked with him. This man is for the peace. But you have shown me now, where I was last week before going there, I have understood something else. That now, our people in the Rift Valley, the MPs according to the tribe, I cannot go in their meeting hata tukitaka kutengeneza peace because they were attacking me with the bad words. I'm not Gachagua. Gachagua is my friend. Ruto also is my friend. Nobody hata wanasema namna hiyo. Nobody campaigned. And Kenyans know before God in heaven, nobody campaigned for you like me. Nobody. I sacrificed my life myself. Tear gas in Nakuru. Many things I don't want to mention here, even for my life or for my family. I don't want to mention here. I brought you 20 countries from the world. 20. I went to America, opening offices everywhere. You have come my place 9 times. That's not a problem. I was doing that because of Kenyans. Many people look things with the sympathy vote. Your Excellency, deal with your issues, which you promised the people. But these people are coming surrounding you. Even the issue of killing GNCs, they're surrounding you, they know. Even Nani is saying, IG is saying it's not him. The CID, they are not saying it's them. Then who else can have that power where the police cannot investigate, where CID cannot investigate because Kenyans know the truth? Then there are some group with the power surrounding you and they will spoil your name. Why can't we talk about issues when we are with you? When these MPs cannot talk issues, creation of employment of the children who are leaving university, what do we do?
on health care. People listen at those things. Agriculture, all those kind of things. Peace. Before we do anything else, we start with the peace of the country. Instead of doing that, and it's in the church, we enter abusing language, attacking others. God loves us, all of us. God loves us, all of us. Hakuna kabila Mungu ameamua hii ni hii, ile ingine ni hii. Na ime statement kusema hata tusiposhinda tutaiba kura. Statement saying instead of cooling down, wataenda zaidi ya miaka 32. Beyond 32. Those kinds of things people are not interested for now. And I'm happy you denied that. But what you are not doing, if people abuse others in front of you, stand and warn them. There's no time of that. There's a time of building this country. I want you to talk about peace. I want you to have everybody. People will like you more than what maybe you would think. These other people are helping you. It will be different. There's nowhere Central is going. There's nowhere Ukambani is going. There's nowhere Rift Valley is going. There's nowhere Coast is going. There's nowhere Western is going. All of us. And we have that experience. Our 3 presidents have gone. And the Kenya is still there. We are also all of us going. Hata wanatukanana hawajui kama watafikisha hiyo, wanasema 2027. They don't know. Their day of being harvested by God. They don't know which date. My prayer, Your Excellency, don't follow lumamongering. And also I urge you, don't respond to these things, some of these things. They are very petty for you to respond. Don't. You're now getting annoyed and being incited by these guys surrounding you. Ati umechorwa kwa coffin, nini nini. What is that? That's nothing. I want to remind you the time of Moi. The group of ridiculous, you remember it. Yuko naongozwa na EMP wa Dagoretti. And others many, Nyambene, and all those people. They abused Moi, they did everything. It was very excited for that time. For the people who never wanted Moi. They were there, they did all those things every week, blowing Moi, abusing Moi. But they did not stop Moi to do his work, which he was doing. No, Your Excellency, these boys of ours, the doing of these things is the fashion of today. But it will not change the life of somebody. It will not make us hijack and kidnapping these children. And you know the other problem, if the government is denying that, the police is denying that, but the system, the way it's going, being shown in the clip, definitely there is power somewhere which is doing that. And you know you are our president. Everything it will be addressed to you because you sweared when you are getting the government with our security, with our life, with our chambers, all those things you sweared. It's not them, it's you. Leave them alone. They will not take you in a good direction. Hatuwezi kutukana watu tulipofika tutaenda kuomba kura. And let me ask you, Kimani Ichung'wah atakuletea kura gani Central? Wapi? Anabwaka tu kwa sababu ya what he is getting. Mwambie aende Central afanye kampeni ya kura zako ya 2027. Aende ahubiri amani Central. Lakini akifungua mdomo tu Gachagua. You made Gachagua very popular, let me tell you. Gachagua, where he has reached now, is very popular. Who made him? It is this government. Who made you to be the president? Uhuru Muigai Kenyatta.
he abused you, when he attacked you, and even you attacked him, just the way it's going, he also responded heavily. But people went with a sympathy vote. That's why Central, if you see their son, and they came to you, and they voted with you as a block. When you agree, just psychophone, kutukana milima, na kufanya is an issue, milima. Even if you transfer huyu kwa huyu, hapa kwa huyu, it has no impact in Central. Nothing is changing in the Central. It is you who knows how you entered there. You see how you can talk with the people, but not the brokers. If none of your brokers is talking now, they have been chased in the funeral, in the churches, in their meetings. How they stand campaigning for you or campaigning for themselves? It is Mungeke. Watasimamiwa na Mungeke. Na wewe Maina Jenga is saying. Watasimamiwa na Mungeke, kurudi kwa ground, but the vote lies with the people. But what I'm telling them, they need to respect you as a president. Even if they don't respect you, let's respect the office and the constitution. Wacha wakosewe, lakini waheshimiwe kwa sababu ya katiba na kuheshimu kwa sababu ya katiba. But when people are seeing these things are being connected, na wale wanatukanana is not helping. That's showing that the signal, and I want to say this, that's showing the way they are going and the signal of what they are talking outside. There is no guarantee of election at 2027. We shall be having bloodshed. If they continue speaking that language and saying they will steal the vote, this thing should be taken very seriously by international. Because if they are talking that now, wanavunja watu roho ya hope ya siasa mzuri, vile niliongea kila pahali kuhubiri. Tufanye siasa ya amani Rift Valley na hakuna damu imwagika. But now it shows there is a signal. This election, this one, if that is how we are going, there will be bloodshed. That's my projection. What is the use watu wamwagike damu na tuchukue uongozi? Maybe hii saga yote tuko naye hapa tunalipa pengine kwa Mungu ile damu ilimwagika tukifanya campaign the 207. Maybe that's what we are paying. Mungu hana haraka na Mungu achelagui. Hawezi kuchelewa. God goes through with his plan. Maybe we are paying ile damu ilimwagika 2027. Maybe that's what we are paying. And if there will be a problem in 2027, it will ride in 2032 ikiendelea juu, then the country will never be stable. Why can't we sacrifice ourselves? Na nilikuwa nimeomba hiyo. Nilikuwa nimeomba hii mwaka iwe ni mwaka ya marudiano na kusameheana. Let's make a discussion. Isemagwe, we tried, but it did not work. But we cannot go on abusing people. Kama ni mimi na unasema kama ni wewe na uko kwa serikali, ungekuwa ukiua youth 500 every day. Are you a human being? I think some of the people who are talking things around you, Kenyans wachange pesa tupeleke hospitali. Because they must have a problem mentally. Kama huyo mjumbe agalisha anasema ati atakuwa akiua, angekuwa akiua 500. Surely, Your Excellency, you cannot stand even say no. That's not the direction. Kimani Ichung'wah akisema atakanyaga watu kwa shingo na asiposikia atakanyaga kabisa. What is the meaning of that statement? What is the meaning of that statement? Wakati anasema ile watu wanakataa ng'ombe zichomwe shindano, wananyamba na mdomo. Now, what a statement, surely. If you want peace of this country, what a statement.
Your Excellency, you have been in the church. I ask you to do revival. For yourself and all of us, we do revival. Because there's something wrong. Actually, if we can project that there will be a problem in future, it's for us to make sure tumemaliza your problems. I can see many people wameandika barua ICC kwa ICC more than 5,000 letters. Why are we going that direction? It's not the direction. Tukivunja rule of law, jeshi ishukue serikali hii kwa sababu itaweza kufika to protect this country, tutakuwa wapi? Kama mapinduzi itaweza kuwa, it will be the worst for all of us. Kwa sababu watu wanakujaga kwa nguvu, kwa vujo, kudestroy anything we have. Mpaka wale wanazo, wale hawana. Can't you think, tufikirie mambo ya mama ambayo wana watoto wadogo wakiwa na shida. You can see just in America the way moto inachoma manyumba. Watu wanataabika na watoto yao, watu wanakufa kwa manyumba. Is it like that? Tunataka direction hizo? Let's think about the poor people. Masikini ya Mungu. Whether they cannot run, they have no food to eat. Even some did not go Christmas because of problems. They have no money. Hii ni shida ya mashule. Hii ni shida ya hospitali. Hii ni shida ya jinsi. Hii ni shida ya kila kitu. Kujibu kitu hata ikiwa ni mzuri, tunatukanana. Watu wataona hiyo kitu ni mbaya. And yet maybe something very good. Kwa sababu ya matusi, ya kudharauana. Na mimi naomba watu ya Rift Valley, and I'm putting this directly to all members of parliament. Hiyo tabia mumeanza nyinyi. Hiyo tabia nimeanza kuona. And threat of other tribes. It's not one of the best. I thank my MP of Ravine, Musa Silima, knows what we went through. Chunguza mtu kama Cheboy. Wale walikuweko, wanajua ile shida tulikuwa naye. Tunazunguka kama mjumbe ya Rongai ambaye pahali anakalia anajua vile ilivyo. Na vile ilikuwa siku hiyo. Na ile amani iko Rongai for now. Iko amani ya kutosha katika Rongai. Watu ya makanisa, respect denies those statements to be done of one tribe in the church. And I'm saying all over the place in Kenya. Wacha watu wamalize kanisa, watoke nje waende wakaongee ile mambo wanataka kuongea, but not in the church of God. The church of God ni ya kuconnect watu yote wakuwe pamoja, but not one tribe, not one side. And I'm saying all over the country, even Central, naomba sisi yote tuheshimiane, to challenge issues, but not let's abuse. Lakini let's challenge issues kama kuna issues mbaya, lakini tuweke amani in this country. It's very important. Haitakuwa sasa tuweze fanya kitu kingine. Hata mnaweka rais anakuwa kwa mikutano kwa gari juu, kuendelea akijibu mambo fulani ambayo haina haja. Why can't we learn that Kibaki stayed in the office and alifanya mpaka akamaliza tamu yake? Hakuenda pahali, peacefully. State House za nini? Si president aanze kuita watu wa tribe in the State House na kuzungumza na hawa, not open. Anatafuta ile watu wataweza kusikia wa kanisa na watu wengine elders all parties, anazungumza na hawa na anapea maoni yao ya peace in every state lodge, State House. Lakini kama when they go there is when people are wanasimama mbele na kutusiana, we are not preparing this country well.
they are preparing this country for bad things. Na damu ikimwagika ya mtu kwa sababu ya mimi kutaka madaraka ama yule mwingine, that is wrong. Ningeomba rais, vumilia mazungumzo ya watu, fanya kazi yako. But thinking that you can just go and bring the people and attack social media, attack the media. Inaona hata media saa hii, isipokuwa ni social media yetu inafanya kazi, hata hawa they also in the problem. Inaona kama hiyo nilikuwa Kiamunyi. All good things which I talked, kwa vile mashamba inarudi kwa watu kwa njia mzuri. Duruche Bobio tulikuwa na yeye, nikazungumza mambo ya Nyakenywa na mambo ya Banita settlement vile inafanywa inaenda kwa njia mzuri. Hiyo yote hata kwa nyinyi media mnapewa pesa, mnakata hiyo mambo yote, hata kuzungumza mambo ya peace mnaweka tu mambo ya incitement because you are paid. And it's your media I'm talking about yesterday. Nowhere I could feature talking the peace. Nowhere I could feature of saying tukae na amani, tusaidie watu settlement ya Kenya. I didn't talk about anything else. That one is nonsense. Ile ya muhimu ni ile mnapewa pesa, nyi watu wa media mnakata hiyo, then you put what you want. We are in shit, all of us. We are in corruption, all of us. It is terrible. Ningeuliza pia watu wa social media, tusiweke propaganda, tuwekage mambo vile ilivyo. Na mimi nauliza wana Kenya, kwa sababu hakuna pahali mkutano inaendwa na ikose social media. Sikiageni wana Kenya, unaangalia social media live. Propaganda yenye inarudi kuja kuwekwa baadaye, mtu alisema hivi. You know the truth. Because today, social media, what they are reporting and what media is reporting, it is different because of the corruption. And you have taken over social media. Record when somebody is talking. Report what he talked. Hapana kwenda kupaka makeup. Hapana kuenda kuongeza. And it will help Kenyans. I urge you. Chukua live social media, any meeting. Utasikia mtu kwa mtu, what did he talk about? Saa hii watu wanauliza, you talked this Ngujiri inakuru Kiamunyi. You talked about peace. You talked about our problem, mashamba yetu ya Nyakenywa, mashamba yetu ya Banita. You talk about it. Kwa nini media imekata hiyo yote hatujaona ukisema, na kwa social media tunakuona hiyo mambo yote ilitaja? Those are the questions Kenyans asking themselves, because money, it is everywhere. Ningeuliza wana Kenya, tuwe watulivu na tufanye amani. Let's make peace. Na hiyo sign niliona ya Chiboreki huyo wa Lavin wa Mogotio, mambo ya kutukanana mbele ya kanisa without caring who is in that church. That church had all tribes of Kenya. Enda kwako Mogotio, fanya incitement with one tribe huko, kama unataka ukabila. Hawa wengine wale wanajua pahali wako hakuna kabila ingine, fanya incitement yenyu huko na kabila hiyo yenyu, na huyo mwingine naye kabila yake, na huyo mwingine naye kabila yake. Hiyo haita affect watu wengine. But I'm telling you, a place like Nakuru, like Rift Valley, you cannot talk 20 minutes kama hujaongea Kiswahili ama Kiingereza. Cannot talk one tribe, lugha moja uwezi, kwa sababu they are all those communities, and those communities need to be saved, need to have hope. Today I want to assure you, watu wanataka kusikia sana what people are talking, and many people will not react, but they will react at the time of voting, and you'll be able to see, kwa sababu hawana platform na interest yao ni peace, ni shule watoto yao, ni mambo ya hospitali, ni mambo ya barabara. Mnataka kudivert president what he should do, hata sehemu nyingine inyimwe
If you look like now and I want you to observe, barabara vile zimepeanwa mpaka za constituency, you'll be shocked. Kwa sababu hao wana mpango, wana viva wengine, lakini sehemu nyingine ile haina watu ya kuenda kuleta propaganda huko ndani, they don't get tarmac. And tutahesabu barabara hii muone. Barabara ya Bahati ile ya Kamuronyo, niliomba hiyo barabara wakati ya Ruto na Uhuru, na President Ruto akanisaidia ikawekwa 10%. Pahali ilifikishwa ikawachiwa hapo, kwa sababu it did not succeed for the other money, but he helped up to there. Ingine sasa inakuja peace, ati mailo 6 inafika sijui kilomita 2 ya kudanganya watu, sijui mailo 7 kilomita 1 ya kudanganya watu. Sisi Bahati we have no road. Yarami, we don't have. Hatuna. Na mmoja tu ni ya kusumbuka, na hiyo ni yatoka siku ya Beberu. Kupita kwangu Bahati kwenda mpaka Nyahururu, Subukia Nyahururu. Only one road. Other constituency has roads mingi sana. When people assess this, what will happen? Wacha niwachie hapo. God bless Kenya, lakini naomba sana kwa president, hawa nao kusunguka, jitokeze ukujioge, wewe fanya kazi yako. You had a dream. Na unajua ndoto usumbua mwenye kuota, si mwenye kutabiriwa. Hii watu sana kutukanana, it's a sign of force. It's a sign ya kuoneshana kuna kitu itafanyika mbaya. And Uhuru used that system. How did it end? Problem. When the finishing yake ilikuwa mbaya. God bless Kenya. Let's keep peace. Let's stay together. Nobody ataivict mtu kutoka pahali yako aende pahali pengine. We are all citizens. We have right of staying somewhere where he is. Don't prepare people for the bad things. Nobody who is refusing the president to do his work. Nobody. This small thing, social media nini, watoto hawa kidogo tuliwafundisha waweze kuwa kwa IT, ndio hii IT iweze kuwasaidia hata wakiwa nyumbani, wataweza kufanya business, and it has been working. So this thing is something new to them, na itakuja itatulia. Lakini the more we respond and abuse them and attack them, the more they will have interest. Like somebody who was drawing that the president in the coffin, when he saw the president is responding, he is very happy. Saying, oh, the president, let me look something else, which I can also put, so that he can address me. I will have history. I did this and the president addressed me. And he responded to me. Now that's how the reaction, it will go. And what is saying that you are in the coffin, what's that? That's nothing. It will not be, you will not be there because of that. Forget all those things, do your job. Na uwe na roho ya amani na ya kuweka watu pamoja. But today nasema mwaka mpya ndifikiria ni amani ya utabadilisha. But I'm saying day to day tunaenda sasa tena tukiharibu zaidi ya zaidi. Tunakaribia election. IBC hakuna. Border review hakuna. This thing president akuja kukusqueeze just at one. Ikitakwa kufanywa haitafanyika. And with the bad mood which is there, kwenda kwa kugawa constituency and border review, it needs the Kenyans when they are comfortable, when they have love, when there is peace. That without that, utaona tukikaribia mambo, border review, if it will be there. IBC is not there. There are some constituencies have stayed for 2 years. They don't have an MP. They don't have an MCA. Why can't we live all this attacking na hii mambo yote? All sides yote tuache hii attacking na nini? We do fair to other constituencies which have no leaders. We do fair for the wards.
ile haina MCA. Lakini kama ni kuzungusana na pesa tu, hata mkutano ikiendwa, lazima iende na pesa ya kuonga media, lazima iende na pesa ya kuonga vijana, lazima iende na pesa ya shouting. I asked my people one day when there was a funeral for the MP of Bahati for his brother. Niliwajua watu wengi baada ya kuwaona kwa picha. Na nikawauliza, what happened? Naona mlishangilia gavana mzuri sana. Ni kwa nini mlireject condolences ya president? Naambia hapana, sisi tulikuwa tumepangwa tu, the contract ilikuwa kushangilia Susan na tukapewa kila mtu moja moja. We never had any contract ya kushangilia condolences letter ya president. Hey, what does it tell you? That we are contracted kushangilia Susan akiingia, lakini hatukuwa contracted kusoma nini ya president ikisomwa tushangilie. There was no money for that. My God, where are we going? There was no money for that. Lakini there was money for the governor kushangiliwa akiingia. Is that how we want to lead this country? Is this how we want to go? Oh my God. Mungu saidia Kenya. Mungu saidia sisi wote. Mungu saidia wakubwa wetu wote. From the president, minister and everybody, and even the MPs. Mungu saidia sisi wote roho zetu. Tuweze kutubu ile mambo tunafanya. Tuweze kufanya renew in our life in Kenya. Please, let's talk about issues that saidia wana Kenya. Let's not talk the issues of dividing Kenyans or dividing youth. These things are not good. I saw here in town, Nairobi, it was very clear for the government, and Kindiki said that the number he has as the government, ilikuwa amesema watu wa mama 100 na kitu wameuawa kwa njia mbaya. When women went in the street demonstration, which is the constitution, they were not looting as women. There were no men. Wanasema no more killing women. That was a very good sound. They were not stealing anything. Tunatia gazi hawa wa mama. Utia gazi women when they are talking about their right. Kuliko kukaa na kwenda kwao kuzungumuza. I think up to now, I want to promise Kenyans we are not doing well.